nilifurahia sana. I was so happy. Mi hata vile watu wanalianga eti mzazi anaenda, nilikuwa nauliza wataenda saa ngapi nibaki shule mimi. I was mtu ameshajaribu kuficha mimba mbele ya watu wazima. Mimba pia alikuwa anani insight. Awe kama uyuko sawa si uhepe. Si uhepe tukuje tuishi na wewe. Nikamwambia bedhe vile uliniambia kinaniramba. Juu nilimwambia hata niliambiwa nitafanyiwa kitu. Ni regret maisha yangu. Atakaniambia I'd rather have a divorced daughter than a dead daughter. Sasa vile Nenda kugeithia we mwega mwiroreri wakwa na muthikiriria wakwa, subscriber wakwa, supporter wakwa. I love you so much. Nigwendete muno tondu we ni we gitumi gia njuke handu haha njuka haha ni undu waku. Thank you muno ni undu wa gutikira subscribe, ni undu wa hau tukinyite ngagucokeria ngatho na ngakuria we uta subscribe ite witikira subscribe. Ni njitagwo Simon K. Muthenya wa muthi ndina maundu mega muno ndina mo program ira twinayo ni thaka muno na ni njui ni ukwenjoy. No tutanakinya hau witikire tu gwenderie broti ndina cio na ngwiciria ngitangatha video ino ndirona ta gukorwo ngitangatha video ingi nyingi cia uhoro wigie broti ria ndina cio kuma gwa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited, na ni ngwiraga ino ni kambuni ihokekete muno. Kambuni irutite wira na wihokeku muno na wigiririku gwa kahinda ka miaka 5 riu irathi guthire 5. Okorwo ni title ciao ni ngwiraga ni maheanaga ihinda-ini riria kwagirire na tiga no mundu waririe akienda guthukia ritwa ri ni ndire ndaigua ati kambuni ya Golden Dreams ati ndire yaheana title. Ni maheanite title o kuigana. Ndina broti ici twina cio ciina offer na ni guthira irathira ire ci kuria Masinga ici tira kwenderia ciringi 199 199,000 Kenya shillings. Na ni offer twinayo kwa ihinda-ini riri na nditigitie broti nyingi. Masinga ngwiraga no ndeka 15 kuma matu kundu kuria ni kundu gukurite kwina mathibitari Masinga level 4 hau Masinga boys mathukuru mekuo motungata mothe ma thirikari me kundu kuria. Uguo ungienda kugia na broti kwina thitima kwina mafarafara kwina mai mugunda uria ni mugunda muirige ati we wagura na waigwa ni ugwaka security iko sawa, neighbors wamejaa huko. Mugunda uyu tukakwenderia 199 wagura cash na wenda kuriha na thiri no urihe whereby ukuigira deposit ya ciringi 50 balance urihe na mieri 6 whereby ciuka 250. Uguo ungiruta 250 urute 50 ciringi 200 gayania na mieri 6 wone kiria uririhaga mweri. O hau ni ngwiritwo hena broti ta 2 kana 3 citigarite mugunda uria turakwendagiria wa Baraka Gardens. Baraka Gardens ni mugunda uria hutitie rami na opposite ni ndirakwirire hena investment nene muno ya mukawa na mukawa ucio twaturaga tumwiraga na ni warikire. O ku thini wa mugunda ucio twamwendagiria kwina andu ma investite marenda ku invest na gwika maundu manene muno ku. Uguo haha hena advantage mugunda uyu wirami-ini kwina investment already ciku. Actually andu aria magurite mugunda uyu ciringi 400 riu tiguo mungienda kwendia bei ni yongererekete. Na director aranjirire atiri Simon ni undu wa broti cio nini citigarite ri andu aya tutikumongerera bei tukumenderia oro uguo. Muhike-ini henya mundu uria kwenda Baraka Gardens ciho, mundu uria kwenda migunda Malindi, mundu uria kwenda migunda Makutano zote ziko. Gutire kundu matari na broti nginya na nyuki wenda mu broti kana mugunda. Undu uria gwika no kuhura na beno ya thimu 0743422222 0743422222 kana 0726888882 0726888882. Ugikienda gucera wabici ni haria Ruiru building twetaga BD House uthie ku 3rd floor ni ugukora wabici ya Golden Dreams School. Karibuni sana. Muthenya wa muthi tugithikiririe tafarire twinayo. Nenda kunyita ogeni mwiroreri witu o kuria uri andu aria mwi diaspora andu aria mwi guku Kenya nyinyi wote karibuni sana shwini ino itu. Muthenya wa muthi ndina mutumia kana mwiritu wa Jerera na ni agukorwa agiciarwo kana rwake na ithui. Uguo muikare hau tumuthikiririe na nigetha tumenye uria tungimunyitirira uria tungimuteithia na njuga kunyitirira mundu kana guteithia mundu tondu kuri mundu ungiigwa guteithio wicirie riu hau ni hoka besha acha guteithia mundu ni kwa mithemba mingi no muteithie spiritually meario-ini through maundu macio mothe. So ningwenda tugeithie twire maritwa make na ninyendaga kuga ati maundu maria akwaria kana meario iria kwario haha ni mugeni uyu wakwa ucio ti murugamo wakwa ni ndita Simon K na ti murugamo wa platform ino ni murugamo wake we mwene kiumbe. Karibu sana mugeni wakwa.
Nenda kugeithia. Haya, karibu sana. Kwa majina ni Caroline Muli. Caroline Muli. Yeah. Kutoka Masinga. Okay. Lakini sasa naishi Nairobi. Okay. Mimi ni mama ya mtoto mmoja, kijana. Niko na miaka 28, soon to turn 29, actually next month. Yeah. Mimi nimezaliwa tu vizuri kama watoto wengine. Nika grow. Class 1 nilienda shule iko tu huko Masinga. Ndio not in Masinga. Nilienda nursery in Masinga. Okay. But class 1 nikaenda shule iko Mbeere. Yeah. Okay, Mbeere sina huko mbele. Yeah. Nilienda shule iko Mbeere, nikafika class 4. Nikatoka hiyo shule. Because kulikuwa na shida. Kulisemekana if mzazi wako afanyi kazi na KenGen, usiende hiyo shule. Juu ya transportation. Walikuwa wanataka watoto wenye wako tu kwa kambi peke yake. Wenye wanatoka nje ya kambi, tufukuza, walituambia tu they do not want. Sasa mimi nikatoka hiyo shule, nikaenda ingine. Iko mahali kunaitwa Kiva na kujua. Nikatoka nikaenda Kiva. Nikasoma class 5 na class 6. Sasa ulikuwa unatoka Masinga hadi Kiva? Yeah, kulikuwa na basi. It was a new school. Si mbali. Kulikuwa na kagari. Sasa I used to wake up so early. Tulikuwa tunaamshwa mapema. Juu nilikuwa nakumbuka by 5 nafaa kukua kwa barabara. So lazima niamke 4:20 hapo. Ni kama mtu wa high school. Na sasa uko class 4. Class 5 hapo. Juu nilitoka class 4 that term. Nilitoka hiyo shule. Sasa vile nilienda huko, juu ya hiyo kuamka mapema, nilikuwa nataka sana niende boarding. At least hata boarding kuna kuamka mapema, but si kama hii. So mimi nikaambia shosho yangu, akakuja akasema kuna shule iko na chances za watoto wenye wanataka tu, wenye wataenda wafanye exam, wakikuwa top 10 hawatalipa school fees, it will be free. Wewe enda tu usome. Sasa mimi nikaambia shosho yangu mimi nitaenda nijaribu. Actually kwa shosho yangu it is in Mwala. It is not in Masinga. Sasa sisi tumehama tukahamia huko. Sasa mimi nikaenda kwa shosho yangu, nikaenda nikafanya exam yangu vizuri na nikapita. Lucky enough nikapata top 10. Sasa mimi nikaamua, sasa mimi ni mtu wa boarding, and I was so happy by the way. I was so happy. Juu mimi nyumbani sikuwa nasikia kama niko sawa. Ile relationship yangu na mama haijai kuwa mzuri. Sijui shida iliingilia wapi, but sijui nitasema kutoka nikuwa mdogo. Juu unajua sasa sisi ni watatu, mimi ni wa katikati. Bradhangu mkubwa hakugrow na sisi. Alibaki huko kwa shosho yangu wakihama. Sasa mimi nimezaliwa Masinga nikiwa wa kwanza, and then sasa mdogo akanifuata huko. Tumeachana na 9 years, so he's way younger. Sasa mimi nimegrow mtoto peke yake, lakini the relationship was not there. Ni ile tu ni mzazi, but mko tu. Sasa mimi vile nilienda boarding nikafurahia sana. I was so happy. Mimi hata vile watu wanalianga eti mzazi anaenda, nilikuwa nauliza wataenda saa ngapi nibaki shule mimi. I was so happy. Hata vile watu unaona mtu anaanza kulia, mzazi anaenda, unaona mwingine ni kama anataka kufuata mzazi. I was very comfortable nikibaki. Mimi nikabaki shule. Of course nilipata initangwa shock. Initonga? Ile yenye ukienda mahali for the first time. Nikapata hiyo. But nili adapt to. Juu ni kitu nilikuwa nataka. I really wanted that. Sasa mimi nikaenda boarding, nikasoma vizuri, nikapata 332 marks. 332 marks nilipata shule ya Machakos Girls. Na sasa juu watu walikuwa wana sijui ni kustereotype ama nasema hiyo shule wasichana wako huko ni wakubwa, and then nilikuwa na mwili ndogo sana, nilikuwa mdogo. So walikuwa wanasema hiyo shule ni ya wamama, ukienda huko utabuliwa.
So nikaambia mamangu mimi sitaki hiyo shule. Iko na watu wakubwa yani kimwili. Nikaambia mamangu mimi sitaki hiyo shule. Tutafute tu ingine. Mamangu alijikaza, akanitafutia shule Magumoni Girls. Okay. Iko Tharaka Nithi County. Okay. Mimi nikaenda shule nikasoma. Sasa nikifika form 2, unajua sasa in boarding school, huko tu sisi ni wasichana yes, but ile usichana bado haija kick in vizuri. Sasa high school ndio ina kick in. Okay. Sasa unapata uko na time, unataka kukaa kwa kioo, unataka kujiangalia. Sasa nikagundua when I sit mbele ya kioo ama nikipatikana nikijiangalia kwa kioo, naulizwa. Sasa wewe unashindana kwa kioo na wewe ni mweusi. Na nani sasa? Mamangu ndo alikuwa ananiuliza. Kasichana keusi kanashinda kwa kioo kakiangalia nini? So mi ikakuwa inaniumiza sana. Okay. And juu tulikuwa na mfanyikazi. Huyo mfanyikazi akakuwa ananunua mafuta. Okay, kuna mafuta mamangu anauzanga. Nitasema ku bleach skin. Sasa mimi yule vile tu mzazi anakufanyanga shopping. Mimi nikafanywa shopping. Si nikapewa mafuta. So mimi nikaenda shule, I was in form 2, nikajipaka ile mafuta. Kujipaka mafuta, the first week, the second week, the third week watu wananiuliza ni nini hiyo napaka. Sasa ni mama anataka bleach. Sasa watu wananiangalia wanasema ni nini unapaka, na muuza napaka aje. Unajua sasa pia shule kioo si ukutani nayo kila saa. Uko nayo yes, but masaa ya kujiangalia pia hakuna. Wananiuliza ni nini unapaka, nikauliza kwa nini, sababu umeanza kukua nini? Umeanza kukua mweupe. Nikarudi nikasema, juu mafuta ni mpya kwangu. Sijawahi tumia, nimekuwa nikitumia the normal lotions na sijaiona nikifanyika hivi. Hiyo ilikuwa ka tube. Nikasema labda ni mafuta. And kwanza tulikuwa na mwalimu wa chemistry. Alikuwa anachukia mtu mwenye ana bleach. And he was my father in school. Wao wenye tunapanga mzazi wa shule. Alikuwa babangu shule. And he used to love me so much. So mimi nikasema hii mafuta juu ni kama ni hii, acha niachane nayo. Okay. Si nikaachana nayo. And nika realize nini sura inarudi kukua vile ilikuwa kitambo. Nikasema hii mafuta since ni kama ni hii, acha niachane nayo. Nikaachana nayo kabisa. Nikaendelea tu kupaka the normal lotions, mafuta hii ya kawaida tu, Vaseline, Valon hizo. Sasa mimi nikasoma tu form 4 ikafika. Nikafanya KCSE. Nikapata C+. Vile nilienda nyumbani, nilikuja Nairobi. Nikafanya computer. Nikingoja sasa August kujoin university. But sasa juu nilipata C+, sikupata university ile ya JAB. It was a C+. Okay. So nilipata self-sponsored. Okay. Sasa mimi nikaenda university. Niliitwa University of Embu. Actually niliendanga shule nikapata barua huko. But sikuwa nataka Embu. Okay. Nikaficha hiyo barua kwanza. Nikanyamaza nayo. Nikaona hakuna ingine inakuja. So nikaenda tu ndio baadaye nikaonyesha babangu nikamwambia ndio hii barua after nimeendea results hii ndio barua yenye nilipewa. Simi nikamuonyesha sasa, akaniambia sasa tujitayarisha kwenda wapi? Embu. Akaniambia na ujue sasa wewe ni self sponsored, itabidi umetia bidii. Hiyo unajua university ni ile. Ukienda you have exposure. Kierere pia. Ujuaji, unaongezea juu sasa una mzazi, uko peke yako, you have a phone. Hakuna kitu huwezi fanya kwa hiyo simu. Okay. Nikaingia shule, first year nikangangana. Actually first year niliishi shule. So second year nikaona wenye wanaishi nje ya shule wako na freedom zaidi. Okay. Nikaenda nikaambia mzazi, mimi second year sitaki kuishi shule. Okay. Mzazi akaniambia ni sawa, wewe utaenda na mama yako mkatafute nyumba before mfungue September. Sisi tukaenda. Okay. Tukaenda tukatafuta nyumba, tukapata nyumba.
Na tukifungua shule, actually nakumbuka hiyo siku tukifungua shule babangu alinipeleka shule. Okay. Nilipeleka shule kama mtoto mdogo. Tulikuwa tumebeba hadi vitanda, magas, kila kitu ya nyumba. Okay. Tulitoka nayo nyumbani. Nikaenda nikaishi kwangu sasa. Okay. Nikapata kwangu. Kwenye sasa freedom iko kama yote. Okay. Hakuna mtu ananikazia kitu, hakuna mtu ananiuliza anything. And my dad used to babangu hakuna siku nimempigia simu nikamwambia anitumie pesa. Akakataa. Ama nimwambie hii na hii sina, aniambie ngoja. Alikuwa ananipea. Okay. Sasa mimi nikasoma nikafika third year. Okay. Third year nikaenda attachment. Nilikuwa attachment huku Nairobi, Cabanas. Okay. Sasa nikiwa attachment, actually nilipata mimba hiyo long holiday. Okay. Nikiwa attachment. Juu sasa nilikutana na the boyfriend in 2018. Okay. February and then March, April, May tukakuja long holiday. Tukaenda long holiday. Mi vile tu kulienda nikapata niko na mimba. The first person kuambia ilikuwa rafiki yangu mwenye tunasoma na yeye Embu. Nikamwambia according to vile mimi na feel ni kama niko na mimba. Rafiki yangu akaniambia wewe pima kwanza usijijazie. And juu mimi nimefanya microbiology and biotechnology, so nilikuwa nafanya kwa lab. And nikiwa kwa lab nasikia tu vitu za lab zinanuka vibaya. Sitaki hizo vitu. Na unajua sasa ile tu jokes unapata rafiki yangu mwingine tena huko kwenye nilikuwa attachment. Okay. Ananiambia ama uko na mimba. Namwambia wewe nitoe wapi mimba wewe? So sasa najishuku but sasa sitaki kuamini, niko in denial. Nikapima. Actually hiyo test ni huyo rafiki yangu wa attachment ndo alinibaia. Okay. Akaniambia nitakuja nayo kesho tupime huku. Nikamwambia hapana, ukikuja nayo wewe nipatie niende nayo nyumbani. Nitapima nikiwa nyumbani alafu nikuambie. Vile nilienda nyumbani mimi nikaenda nikapima. Ikakuja tu line 2 strong. Line 2 strong. Nikashindwa nianzie wapi. Actually hiyo siku nikapigia hadi alikuwa anaitwa nani mwenye alikuwa anatusimamia. Nilipigia mwenye tu ulipigia. Nikampigia mwenye alikuwa anatusimamia sasa kwa lab. Nikamwambia last time kukuja juu sisikii vizuri. Akaniambia ni sawa. Wewe unaweza fanya nini? Unaweza kusa kuja leo alafu ukisikia vizuri utakuja tu. Mimi nikatulia. Nikashindwa sasa hapa naanzia wapi. So mimi nikakaa nikijaribu kuimagine babangu ni wale wenye wamenyamaza, si ule mkali mwenye atakutolea ukali, but sasa mamangu hakuna kitu utaambiwa. Utaambiwa. Okay. Na sasa juu alikuwa ameniwarn. Nilishinda sasa mimi nitafanya nini? So nikakaa hivi nikasema ama niambie tu mwenye mimba kenye imehappen. Sasa nakumbuka sasa siku niliamua kuenda sasa attachment, nikampigia nikiwa kwa barabara. Nikamwambia by the way nilipima na nikapata hivi na hivi. Akaniambia usijali, mimba tutalea. Mtoto hizi patikana tushinde kulea. Mimi nikaenda nikaambia huyo mtu wa attachment, huyo sasa mwenye alikuwa anatusimamia, nikamwambia supervisor, nikamwambia sita manage kumaliza juu vile nasikia. Actually kitu nimegundua kuhusu mimba, the moment umejua uko nayo ndio wewe inakukalia zaidi kuliko before ujue. Nikamwambia sita manage and I think 3 weeks to kumaliza. Akaniambia no problem, mimi nitakupatia tu recommendation letter. Akaniambia recommendation letter wewe enda tu nyumbani nitakuandikia na nikwambie siku yenye utakujia. Mimi sasa nyumbani juu hiyo time babangu alikuwa ameretire bado. Alikuwa job. Sasa nikipata mimba nilikuwa tu naishi mimi na babangu na brothangu mkubwa. Mtu ameshajaribu kuficha mimba mbele ya watu wazima. It is in August, not August, July.
So niko na a whole month ya kuficha mimba ndio nirudi shule. Nikangangana juu sasa ni mimi msichana, I have to cook. Mimba na kitunguu hazisikizanangi. Sasa mimi nilikuwa naenda na mix kila kitu. Sasa babangu akikuja anaanza hizi chakula na umepika aje? Siku hizi unapika aje? Sasa hutaki kusema. Nakumbuka August tukaenda ushago. Juu sasa alikuwa anajua namaliza attachment. Akaanza ulimaliza. Juu yeye anatoka asubuhi, ananiacha kama nimelala na kuja jioni kama nishamaliza nimesharudi. So hata nisipoenda hata jua. Babangu akaniambia sasa nataka tuende ushago. Kabla urudi shule, tuende tu ushago and then turudi huku ndio uende shule. Okay. Ndio at least hata usiku ujaenda ushago hata the whole time mwenyewe umefunga shule. Sasa sisi tukaenda ushago. Okay. Umeona unajishuku ile yenye ukipita mbele ya mamako akikuangalia unaona ni kama anaona uko na mimba. Ni ile juu ya vile unajishuku. Sasa mimi nikaenda ushago na ni kama sijui ni kama inajuanga ikifichwa ndio nataka kujionyeshana zaidi. Mimi nikaenda ushago vizuri. Nikakaa ilikuwa about 2-3 days. And it was karibu na birthday yangu nakumbuka. Juu babangu alininunulia keki. Nikaenda nikanunulia keki. Keki yangu sikukula. Juu tulikata hiyo siku yenye asubuhi ndio tunarudi. Sasa nikabeba keki yangu na nikaiba maziwa. Okay. Nikasema hizi nitakula kwa barabara. Kufika the whole time mimi nilikuwa nalala. Tukafika Nairobi. Nikakumbuka nilikuwa na maziwa na keki. Nikakula. Hata sikukaa 10 minutes. Nikazirudisha zote. Sasa ilikuwa around 6. Na sasa si bradhangu akishaona nimekuja anajua mpishi amekuja, mimi sifanye nini? Sipiki tena. Babangu alikuwa lakini alikuwa kwa bedroom yake. Nikampigia simu nikamwambia ambia fulani mimi sisikii vizuri, akuja afanye nini apike. Sitaweza kumanage kupika. Akaanza nini mbaya, nikamwambia mimi sisikii vizuri. Sasa kesho yake, that was on a Sunday. Kesho yake Monday jo anaenda kazi, akaniambia enda kwa daktari fulani, alikuwa rafiki yake. It was hapo tu nje ya nini? Nje nyumba yetu penye tunaishi. Enda kwa daktari fulani, akuangalie shida iko wapi. Okay. Na juu mimi nilikuwa najua shida iko wapi. Nilienda kwa daktari. Si eti sikukataa kwenda, nilienda. Daktari akaniuliza, the first question aliuliza ni ulipata nini yako ya mwezi lini ya mwisho? Nikamdanganya. Juu ilikuwa August, nilisema tu July. Sasa yeye hakushughulika kupima hiyo. Alipima akapata niko na typhoid, malaria na blood infection. Sasa kitu kama typhoid juu lazima sindano zitembee. Na huyo babangu alikuwa ameshaambia daktari huyo ako karibu kurudi shule. Fanya nini? Kama sindano ni za siku 5, uzisqueeze na siku 3. Okay. Sasa ni uende moja asubuhi, ingine jioni, kesho yake ingine tena asubuhi, ingine jioni, and then the next day before niende shule niende ya mwisho. Na utadunga tu hivyo ukiwa nini? Sasa mimi nilikuwa naenda. The first day nilienda, nikadungwa sindano ya kwanza, nikatapika hapo. Akaniambia sasa mimi nikamuuliza is it normal kutapika? Akaniambia iya typhoid ukidungwa juu ni ile ya kuweka hapa. Akaniambia ukidungwa ni normal, utafanya nini? Itareact na utatapika. Kajua tu ni sawa. Sasa mimi nikishafika kwa nyumba naanza kugoogle. Does typhoid medication affect pregnancy? Juu mimi najua kenye ina happen. Alafu akanipea pia dawa za malaria. Hizo sikukunywa. Juu nilikuwa na google kila. Unajua pia watu na google. Nika google niona za malaria si nzuri. Hizi za sikuwa nakunywa dawa yote, but sasa masaa ya kukunywa ikifika natupa kwa dustbin. Sasa mimi siku ya mwisho sikuendea sindano, nilitoroka nikaenda shule. Nikaenda shule nikakaa. Nikakaa almost a month. Nikasema sana nyamaza. Na lazima December nitaenda nyumbani. Sasa nikinyamaza alafu si lazima tu December nitaenda nyumbani. Mwenye mimba akakuja kunivisit. Akakuja sijui tulikorofishana juu ya nini. Nikamwambia hata usiniambie, hata utoke hapa uende. Na napigia mamangu nimwambie niko na mimba hata ajuange. Mimi nikapigia mamangu. Nikamwambia niko na mimba na
mwenye mimba alisema hakuna shida atalea. Babangu akaniambia not babangu, niliongea na mamangu. Mungu akaniambia mimi sitaki word of mouth. Wacha nitajileta aseme hivyo mbele yangu. Mamangu na nikamwambia Jumi siwezi face babangu, naogopa. Wewe utamwambia. Akaniambia nitajua vile nitamwambia babangu anakuanga na diabetes na pressure. Sasa nilikuwa nashindwa nitamapproach aje, nitamwambia aje. Alafu pia nasikia kuna vile tu nimemwangusha. Sasa mimi nikakaa na mimba yangu. Babangu akakuja na mwenye mimba, na mwenye mimba akaambiwa kuja na mamake. Tukakutana huko. Tukaongea kuhusu vile sasa kutakuwa huko mbeleni, mtoto akikuja, juu anaweza kuja wakati wa mtihani ama nyuma. Mama mwenye mimba akasema mtoto akikuja mapema mnaweza mleta aishi na mimi. Akauliza sasa mtoto mdogo shule, mtoto wa miezi, mtoto wa mawiki, utaletewa aje mtoto uishi na yeye na mamake ako si eti hakuna mahali ameenda? Mamangu hakubai hiyo story. Akasema atajua vile atafanya. Sasa mimi nilikuwa na kazi nimemaliza form 4. Kazi yangu akakuja like 3 weeks to delivery. Akakuja. Nikaishi na kazi yangu. Mimi nikaenda nikapata mtoto wangu vizuri. Mtoto mzuri sana. A boy. I was so happy. Mimi hata sikuenda hizi zenye scan nini. I didn't go. But kitu tu ilikuwa niambia it is going to be a boy. Okay. Sasa nilipata mtoto, mamangu akakuja asubuhi. Alikuja hiyo asubuhi na alikuja mapema. Akakuja asubuhi. Akapata nimepata mtoto. Mwenye mimba alikuwa amekuja the previous night. Hiyo yenye nilipata mtoto, but sasa hakukubalisha kuingia. Aliambiwa sasa itabidi amengoja the next day asubuhi because it was in a public hospital. Akaambiwa atakuja kesho yake. So yeye ndo alifika wa kwanza. He was the first person to see me. Mimi hata alipata kama nimelala. Sasa sijui alijua aje ni mimi. So akakuja, akapatana na mamangu. Actually sijui kama waliongea, sijui. Ndikani masaa, unajua sasa in a public hospital when you deliver before midnight unaweza enda home the next day. Mimi nilikuwa nauza nitaenda nyumbani saa ngapi. Mimi nikaenda nyumbani, nikatoka nikaenda nyumbani, nilikuja na marafiki zangu wa shule. Walikuwa wanajaa hadi wanafukuzwa. Wanaambia sasa masaa yenu ya kwenda imefika, niendeni. Sasa nikakuja na marafiki zangu tukaenda nyumbani. Sasa penye nilikuwa naishi shule. Nikaenda huko nikapata mamangu huko. Mwenye mimba pia alikuwa huko. Mamangu akaniambia acha niende nyumbani juu nilitoka jana. Acha niende nyumbani. Nitakuja after 2 days. Na hivyo ndo alifanya. Sasa akienda akirudi, akakuja kama amenunua jiko, mifupa, hizo za supu, sijui nini. Pot yo. Za kuchemsha supu. Mimi na mimi sikuwa nataka hizo vitu. Nilikuwa niko disgusted, sikuwa nakunywa hizo mauji manini. Mimi nikakuwa nikungangana sasa juu mtihani ndio hiyo. Mtihani inakuangalia hivi na macho, umetulia, kujua mtoto ndio huyu na yeye halali usiku. Uko na yani una struggle every side. Usiku uko na mtoto. Juu unajua pia sitaki kuburden kazini yangu sana. Juu pia mchana nataka nimwachie mtoto. Sasa namwacha alale usiku, mimi nangangana. Mchana kazini yangu akiamka akitengeneza breakfast, namwachia mtoto. Alafu babangu alienda akanunua hii breastfeeding bottle, hii mnyonyi. Akanunua na akanunua nan. Okay. Sasa mimi nikiwa shule, mtoto anakunywa hiyo. Nikitoka shule anakunywa, ananyonya nilimaliza hiyo story exam. Though kuna mitihani tu nilikuwa naenda. Okay. Najua tu hii hata kama nimefanya tu for the sake of kufanya. Okay. So after results zimetokea, mimi hiyo nimefail exam 3. 3 out of 6. Ikabidi sasa nimefanya supplementary. Okay. Na juu nilikuwa naogopa kuambia mzazi nimefail. Nikanyamazia hiyo story. Ndio babangu akanikujia akanipeleka nyumbani. Akaniacha nyumbani. Mimi kuacha na mamangu maneno haikukuwa vizuri. Juu sasa mamangu
ako zile za wewe umekuja unataka tu kulala. Hakuna kazi nyingine. Unataka tu kushinda unalala na mtoto. Hakuna kazi nyingine unanisaidia. Sasa mimi nashindwa. It is only a month. Tangu nipate mtoto juu hata alikuwa ananiambia mimi nguo za mtoto nilianza kufua. I think after 2 weeks nilianza kujifulia nguo za mtoto. Mungu akakuwa zile wewe hauendi shamba, unataka tu kushinda kama umelala, you're doing nothing. Alafu ndio after 2 weeks actually nilianza nikamwambia diaper za mtoto zimeisha na sina anything. Akaniambia sasa unaniambia ndio, si wewe na mwenye mimba mlisema mtalea mtoto. Sasa unaniambia alafu nikakaa hivi nikaona hapa mambo inaenda kukua mlima. Nikakaa nikapigia mwenye mimba. Na yeye mwenye mimba akiulizwa anasema nini? Mimi silei mtoto mwenye siishi na yeye. Sasa narushwa hivi na hivi. Huyu hataki maneno ya kusikia diaper. Huyu mwingine alei mtoto mwenye ishi na yeye. Nilikaa hivi nikajiuliza lakini Karo, what do you want? What do you really want? Unataka nini na maisha yako? So mimi nilikaa hivi nikasema since mimi sijakosana na mwenye mimba na amesema alei mtoto mwenye haishi na yeye, acha tu nimpelekee mtoto wake afanye nini? Ale. Na babangu alikuja akanipeleka clinic. Akaniachia 1000 bob. Jo alikuwa nadhani clinic inalipwa. Okay. So vile alinipewa 1000 bob, nikaenda sikulipa chochote. Okay. Sasa mimi nikapeleka mtoto clinic na akanirudisha home. Okay. Ndio sasa akarudi akaenda. Akakuja sasa huku Nairobi. The next day nikasema hapana. I'm packing my things na nitoke. Actually bag nilikuwa nimepack 2 weeks before. Nilikuwa nishapea rafiki yangu mwingine alikuwa na shop. Kama wewe niweke nitapitia tu hapo na boda nikienda nikichukuanga bag. Mimi nikaenda nilingoja mama akaenda shamba. Tunakuwa na shamba zingine za mbali. So nikangoja akaenda shamba ya mbali nikajua bas. Today is today. Mimi nikapack vitu zangu na mtoto wangu. Shui kwa pikipiki. Vile nilienda actually niliona mamangu nikiwa kwa pikipiki nikipita, nilimuona akiwa kwa shamba. Mimi nikaenda nikiwa kwa nini kwa gari. Juu nilipanda gari ya direct hadi Nairobi. Kwa naandika message yenye nita forward kwa babangu. Ndio nimwambie mimi I just want peace. Okay. Si eti nimetoka nyumbani juu ya kitu kingine, but mimi na mamangu ni kama hatusikizani. Juu hata words zenye ananirushia sitaki kurudishiana na yeye. Wacha tu nimuondokee, nimuache tu na amani. Okay. Sasa mimi nikaenda, nikafika, nikarusha message yangu. Nilifika hata before mamangu atoke kwa shamba. Vile nilifika na nikaambia babangu umwambie funguo nimeweka mali fulani achukue hapo. Na mimi nimeenda. Okay. Babangu akakaa siku 2. I think hizo siku 2 alikuwa anajaribu kuinternalize kenye imehappen. Nikapanda shuttle, nikafika Nairobi. Okay. Na nikiwa kwa gari mimi nilikuwa naandika message. Unaona vile unafanya simu inakuwa na ka notes. Sasa message nilikuwa na compose hapo. Nikacompose message yangu vizuri. Nikasema hii nikifika tu hivi, nikikati tu hivi kitu ya kwanza kufanya ni kucopy paste message. Okay. Na kutuma. Mimi nikafika nikafanya hivyo nikatumia babangu. Babangu akanipigia simu akaniuliza hivyo ndo umeamua? Nikamwambia juu mimi sasa na breastfeed na naona sina amani. I'm just looking for peace. Si eti nimetoka huko juu ya kitu mbaya. I just want peace. Akaniambia kama hivyo ndo umeamua ni sawa. Ni sawa. Kama nilimwandikia nikamwambia I'm safe hata msinitafute. Akaniambia kama umeamua hivyo ni sawa. Nikakaa for about 3 weeks kama sipigiwi simu. Sasa hiyo niko at peace. Mwenye mimba mwenye sasa mtoto ana provide vizuri. The very first year ilikuwa kabisa, it was good. Sasa ikakuwa mamangu haniongeleshi direct. Okay, kuna time alinipigia simu na akinipigia simu alikuwa ananirushia maneno mingi sana. Na justaki kujibishana na yeye. Na it's either ni nyamaze, aongee amalize, ama nikate. Na juu kukata simu inakaa
madharau nilikuwa naacha tu wanaongea na maliza. Sasa aka notice ni kama kuna vile sitaki kuongea na yeye. Sasa akakuwa kituma shosho yangu. Shosho yangu ananipigia simu ananiambia mamako analia. Anasema ulitoka ukaenda. Uliamua kuolewa kwa mtu mwenye uliamua kuolewa. Haukuwa ni kama umeenda tu juu. Personally sikuwa nataka kuolewa hivyo, hiyo design. Nilikuwa nataka mwenye mimba anikujie kwetu. Lakini juu mipango ilikuwa. Okay, sijui kama alikuwa yeye mwenyewe alikuwa na mipango, but mimi according to me tulikuwa tumeongea hivyo. Nikamwambia nitaenda kwetu, alafu utanikujia na watu wenu. Sasa mimi tena mwenye mimba pia alikuwa anani insight. Awe kama uyuko sawa si uhepe. Si uhepe tukuje tuishi na wewe. Sasa mimi nika fall into the trap. Okay, nilifall into the trap, but pia I really wanted to leave. Juu sikuwa na amani. Sasa mimi tukakaa, akakuwa kituma shosho yangu. Shosho yangu anaanza, kwani hutaki kuongea na mamako? Namwambia juu mimi akinipigia simu aniongeleshi vizuri na mimi sitaki back and forth na yeye, ndio maana tu mimi namnyamazia. Nilikaa for almost a year bila kuongea na yeye. Shosho yangu akakuwa, mamako analia, she's in pain, anataka urudi home. Nikamwambia ni sawa. Let me think about it. Na huku kwingine kumeanza kuchomeka. Kumeanza kwa kina ndoa. Kulikuwa kumoto. Mimi nikaanza, unajua sasa yeye alikuwa, hiyo time alikuwa upcoming. Okay, ni upcoming Mugithi artist. Mtu Friday ukishamuona hivi, mtaonana Sunday. No communication. Ukimuuliza ulikuwa wapi? Hataki hizo maswali by the way. Ati hadi ikafika point anaanza, juu sasa umenizalia umekuwa mamangu. Wewe ni mtu wa kuniuliza maswali kama hizo. Mimi nikashindwa sasa hapa. Huko nyumbani nimeshaunguza. Huku nako kuna ungua. Umeanza kuharibika. Nitaenda wapi? Na sasa juu alikuwa ameshagundua huyu, ameshachoma huko nyumbani. I think she can't go anywhere. Sasa madharau ni yani madharau ni kibao. Mimi nikakaa, ikafika point niko na stress, nimekonda, juu unanyonyesha na ukuli. Nimekonda. Yani hata sikuwa nakaa mimi. Nimekuwa mweusi. Naangalianga hizo picha, actually mingi nilifuta. Juu zinani traumatize. Nikaona hapana. Sasa ikafika point yeye anapigia sistake na mamake, anawa connect call. Muongelesha Karo, ananipea stress. Sijui sijui aje, hasikii, ananiuliza maswali zingine. Eti na yeye mamake. Sasa ilifika point mamangu akaanza kupigia mamake. Anamuza, mnakaa na mtoto wangu mwaka mzima imeisha. Hamjai kuja huku, hatujui ako wapi. Sasa akaanza kuona ni kama mamangu ana pressure mamake. Sasa ananiambia, mamako hafai kuwa akipressure mamangu. Ni mimi ndio niko na makosa, juu mimi ndio nafaa kuambia mamangu tuende. Nikamwambia, but sasa mbona ufanyi hivyo? Kama unataka tukue tu pamoja tu in peace, why are you not doing that? Akaniambia mimi sina pesa. Na Wakikuyu waendangi kwa kina msina kama hawana pesa. Sasa babongo alikuwa anasema, juu mimi nikiuza na babangu nilikuwa namwambia anasema ana pesa. Babongo akaniambia hata hataki historia ya pesa, anataka tu kujuana na wazazi. Yeye alisimama na Wakikuyu, hawaendangi bila pesa. Mimi sasa vile babongo alinipigia nikamwambia amesema hivyo maneno ya pesa. Akaniambia sasa tutangoja mpaka siku yenye atapata pesa. We can just come meet, wazazi tukutane, tujuane hivyo tu. Si eti ni back and forth ama nini. Sasa mimi nikaona hapa, mimi ndio niko katikati. Juu huku huyu akipigia simu na babangu hashiki. Akikuja babangu akinipigia, mimi nikishika akiniuliza kwa nini fulani ashiki simu yangu. Mimi nikiambia babangu sijui mbona ashiki, juu hata hayuko kwa nyumba.
Babangu anaanza na ni siku gani anakuanga kwa nyumba? Kwani nyinyi mnaishingi na aje? Mnaishi maisha gani? Na anakataa kushika simu ya baba yako kwa nini? Okay, mimi nikimuuliza alikuwa ananiambia simu ni yangu, nitashika masaa yenye nataka. Sasa mimi nikaona huyu sasa anaenda kunikosanisha sana na babangu. Nikakaa nikaona hapana. That was I think August. August hapo. Nikapigia rafiki yangu nikamwambia mimi hapa vile huyo rafiki yangu alikuwa ananiambia bedhe huyu mtu vile mimi namuona usimsempoa. Okay, ni baba mtoto wako lakini si eti namjudge na ubaya, but according to how namuona umse hapana. Amtaendana vizuri. Sasa mimi nikapigia rafiki yangu nikamwambia bedhe vile uliniambia kinaniramba. Sai I can feel it. Akaniambia si uvumilie tu, mtoto ata grow. Maybe ana behave hivyo juu mtoto ni mdogo. And then mi vitu zenye alikuwa ananiambia like why would a man body shame you? No, Kwani alikuwa na body shame? Alikuwa anani body shame. Anakuambia uko na ma stretch marks. Hizo stretch marks nilipata nikifanya nini? Ukiwa na mimba. Eti unadhani hata ukitoka hapa nani atakupenda na hizo stretch marks? Sasa nikakuwa niko na self esteem issues. Niko tu yani siko sawa, niko na stress. First of all kumbuka nilifail mtihani, sijawahi graduate. Na ni 20 sasa hiyo tuko 2020. 2020 mimi nikaona ujue tena babangu anani pressure. Naambia ujue pesa yangu uliacha Embu. Hujaimaliza shule. Mimi mpaka uniletea certificate ndio nitaamini umaliza shule. Sasa mimi nikakaa niko na pressure ya kulea. Niko na bwana mwenye ananipea stress. Nafikiria shule. Sijamaliza. Nikikumbuka tena ni mtihani. Si eti naenda tu kumaliza hivyo tu. Naenda kufanya mtihani. Hiyo kitu ilini drain sana. Sasa nikaamua nikamwambia rafiki yangu mwingine tena alikuwa jirani, next door neighbor. Nikamwambia hebu ni advice, wewe ingekuwa ni wewe ungefanya aje? Akaniambia lakini Karo, mbona unangangana na huyu mtu na si eti umetoka kwa familia iko na shida? Ni nini sasa unashinda umengangana na huyu mtu? Siwachana na yeye. Sasa mimi na kierere. Sijui nasema ni kierere ama tu ni advice nilipona nikaamua kufollow. Nikamwambia actually mimi hata naweza enda leo. Sikuwa nimepanga kwenda hiyo siku. Lakini kitu tu iliniambia wewe enda tu leo. Vile niliamua niende leo. Nikamwambia lakini hii simu yenye niko nayo haina any app ya cab. Akaniambia usijali, wewe enda upack vitu zako and then nitafanya nini? Nitakubukia Uber. Pesa ya Uber yenyewe niko nayo sina. Nikaenda nikaanza kupack vitu zangu, nikapack vitu zangu. Sasa nikipack nafikiria tu sasa nitaenda kuambia nini babangu. Nikaenda home. Not kwenda home, kwanza nikapigia babangu nikamwambia mimi nataka kwenda home. Sasa in my dad's mind alikuwa anajua ni ile kwenda home ya kuvisit tu and then you go back. Nikamwambia si hiyo. Nakuja na kila kitu, natoka mimi narudi. Akaniambia mimi hiyo time alikuwa na travel, kulikuwa na mazishi ya mtoto wa kazini yangu, mtoto wa aunti yangu. Akaniambia mimi niko kwa barabara saa hii as we speak. Maybe nikutumie tu fare. Wewe utaenda kwa nyumba, utapata brother yako atakuja kufungulia. Juu hiyo time by that time brother yangu alikuwa amemove out sasa mkubwa. But hakuwa anaishi mbali. So mimi nikamwambia babangu mimi nataka kuenda. He sent me fare. Alinitumia 1000. Nikamwambia huyo msichana hebu nibukie Uber haraka. Nikaamua ndoa kaput. Nikamalizia ndoa hapo. Na hiyo siku baada hiyo siku asubuhi sisi tulikuwa tumekorofishana hata. I don't know kenye ilikuja kwa akili yangu. Juu I think I sat down nikaona hii kitu I make sense. Najaribu kuforce it make sense lakini haikui vile mimi nataka. Cause ikifika point mtu anakuambia mimi naweza kufanyia kitu
regret maisha yako yote. Noma. Ilifika point nikasema lakini nikikufa huyu mtoto nitaachia nani? Ni kweli. And then nilikuwa na stress to a point that hadi nilikuwa napigia rafiki yangu. Na ukisikia tu mimi na mtoto wangu tumekufa, wewe jua tu we are happy penye tutakuwa. Juu nilikuwa nimeshikwa na suicidal thoughts. Okay. Unaona hapa bypass ya Kahawa. Nilikuwa nasimama hapo hivi. Na nimebeba mtoto. Ile nini bridge. Hiyo bridge. Nasema ile transit ikikuja tu hivi. Alafu niteremke tu. Si mimi mambo yangu kuisha ama. Yaani tu wafurahie nimeenda. Narudi nasema kina vile niko na mtoto mrembo. Tena nimuue. Nitaenda kuambia nini Mungu? Nachana nayo. Mungu ama shetani. Kwenye tu nitaenda. Yaani nilikuwa naogopa. But niko na ile ama tukufe. Wanataka tukufe ndio wafurahie. Just hakuna amani, sina amani. Yaani everywhere hakuna penye napata peace. Hiyo siku mimi nikaamka. Hatukukorofishana, nikampikia breakfast vizuri, akaenda kazi. Akakuja akapata tu ni Jumi nilikuwa namwambia siku moja utakuja upate si hatuko. So alikuwa anza sasa nipate amko mtakao mmeenda wapi? Ni kama alikuwa anajua sina kwa kuenda. Ati nipate amko mtakao mmeenda wapi sasa? Sasa hiyo siku akakuja akapata si hatuko. Hakunipigia simu. Okay. Akanipigia simu the next day sasa. Akaanza umepeleka wapi mtoto wangu? Nikamwambia si penye tuko. Tuko kwetu. And Sam shaenda home. Nilienda kwetu, brother wangu akakuja akanifungulia mlango. Akaniachia key. Juu alikuwa na funguo za kwetu. Okay. Akakuja akanifungulia. Mimi nikabaki kwa nyumba na mtoto. Tukabaki tungoje sasa babangu akuje. Okay. Bangu vile alikuja akaanza sasa umeamua aje? Juu sasa umeamua ndoa utaki. Wewe mwenyewe ndio ulijipeleka na umejileta. Sasa umeamua aje? That was in October. I remember very well October. Juu nakumbuka nilitoka like 1 week to his birthday. Okay. Hiyo siku bashi libamba. Siku ya birthday. Jirani ndo alikuwa ananiambia. Usitake jua vile huku kuna bamba. Ni birthday tu. Yaani anafurahia you're gone. Okay. Ikaniuma. Nikamwambia tu ni sawa. Mimi nikaenda nyumbani, Bongo sasa akakuja akaanza sasa umeamua aje? Sasa kaa chini uniambie what do you want? Nikamwambia mimi nataka kurudi nimalize shule. Nataka kugraduate 2020. Bongo akaniambia ni sawa. Na unajua sasa hizi supplementaries unalipia. Pesa niko nayo. Unataka kuambia mzazi unalipia mtihani? Okay. Nikaenda nikampigia simu nikamwambia bedhe mimi zile exams zenye nilifail wewe ndo utanilipia. Si nilifail juu nilikuwa nafanya nini? Nilikuwa nalea mtoto nani wako. Akaniambia exam 3 ni 2400. Akaniambia by the time umeenda kufanya mtihani nitakutumia hiyo pesa. Mimi babangu akaniambia time ya kwenda kufanya mtihani utaacha mtoto. Nikaacha mtoto, nikaenda Embu. Exams zilikuwa nafanya 2 weeks. Nilikuwa na moja the first week and the second week I had 2. Mimi nikaenda nikafanya mtihani. Kimungu tu nikapita vile nilipita. Nikamaliza. Graduation ilikuwa December, though ilikuwa online. Hata sikufeel kama niligraduate mimi. Okay. It was online. Ni ile tu unavaa gown, unaosha vyombo, unarudi nayo, unarudisha shule. Nikamaliza shule. Sasa nikaamua sasa in 2021 nikasema nitaenda Nairobi. Juu nimegraduate. Nitaenda Nairobi nitafute kazi. Mama akaanza ati unasema unaenda Nairobi. Alafu mtoto uachie nani? Kaambia nitaenda na yeye. Akaniambia nilikuwa nataka kuniachia mtoto. Unirudisha kwenye nilikuwa na unajua brother yako nilimpeleka boarding akiwa class 4. Mimi maneno ya watoto staki kabisa. Makio ni mjukuu wa kwanza. Hakuna mwingine. Ni yeye tu. 2021 nikakuja Nairobi. Nikakaa 2021 nikatafuta. So ni ile unatafuta job. Uko na mtoto. By then he was almost 2.
uko na mtoto, unatafuta kazi. Sasa kila mtu anakuza sana mtoto utamanage aje. Na ujue kwetu, okay, sisi penye tunaishi hakuna daycare. Okay. Okay, sitasema ni kwa matajiri but hakuna daycare. So wewe ujipange na mtoto. Kama una pesa ya kulipa house help, ngangana na mtoto wako. Okay. And then sasa juu unaishi kwetu na mzazi. Sasa utaanza kumwambia mzazi akulipie house help. Uwezi. Alikutuma ukazae huyo mtoto. Aha. Juu pia wewe kitu huko ndani na kupiga. Ulifanya, you made a mistake. Ulifanya mistake. Ni kweli. Juu personally ningeulizwa saa hii, unataka kupata mtoto ukiwa na miaka ngapi? Nasema 32. Lakini nimepata na 22. Sasa niko ile bado I'm still healing. Niko. I'm healing. Mse nishamblock. We are no longer talking. So babonga akachukua hiyo jukumu ya kukuwa baba ya mtoto. So akaniuliza, na by the way fulani anakupigianga simu? Nikamwambia at the moment you are not talking, but zile siku tulikuwa tunaongea alikuwa ananiuliza tu mtoto wake ako aje. Akaniambia mtoto wake mgani? Nikamwambia si huyu. Akaniambia akijaribu tena kukupigia umwambie hapa hakuna mtoto wake. Aliachanisha mtoto, hakuna mtoto wake. Angekuwa analea tungeelewana. Lakini juu halei hapa hakuna mtoto wake. Mimi hata sikumwambia hiyo story, mimi nilinyamazia. Sasa ikapata hadi huko ushago kwao wananipigia simu juu kuna time 2019 December tulienda kwa ushago. So mamake ananipigia mtoto wako aje? Nini? Mimi naambia tu wako poa. Sasa mimi inangoja sasa wanikujie. Kukujiwa na nani? Hakuna. Yeye kwanza alikuwa ananiambia siku utaamka uende kwenu. Forget about it. Sikukuji. Ati mimi niamke asubuhi na kukujia ndio wewe ulijipeleka. Sikukuji. Mimi nangoja nikukujiwe, sikukujiwa na mtu. Nikakaa, nimetafuta job, hadi nika give up. Juu kila mtu ako zile za just in my mind nauliza honestly, uwezi acha mtoto the whole day. Hakuna daycare. Utapeleka wapi? Na uwezi rudisha kwenye alitoka. Amekuja. Nika give up, nikamwambia babangu let me just go home. Kwanza nitulie. Nikaenda home. Mamangu the first weeks mko tu sawa. Lakini mkizoeana it becomes something else. Sijui sasa ni ile anachoka na wewe tu. Okay. Juu sasa vile nilienda home tulikuwa na mfanyikazi mwanaume. Huyo mfanyikazi mwanaume wakienda shamba alikuwa anamwambia sasa haka kanaringa kamekuja hapa kama kamekonda. Kametoka kwa bwana kama kamekonda, sasa kamekula kamenona sasa kakona kichwa ngumu. Sasa ni mwanaume, huyo mwanaume anasema hivyo mama yake. Ni mamangu anamwambia. Na sasa huyo mwanaume jusa alikuwa tuseme tu he was like my friend. Hakuna kitu wako alikuwa ananiambia mamako alisema hivi na hivi. Na najua haizi nidanganya. And because I know how my mom is, alikuwa ananiambia amekuja akasema tangu unone uko na kichwa ngumu. Unajua kichwa ngumu, naambiwa niko na kichwa ngumu kwa nini? Niko na mtoto home, anataka niende shamba. Na uwezi enda na mtoto kwa shamba. Na Makiu akitoka shamba anataka apate nimepika, nimeosha vyombo, nimeosha nyumba, compound ni safi. Haiwezekani. And anataka uamke. Okay, kwetu if you don't wake up at 5:30, uenda wapi? Ukae chini umwangalie hivi bora umefungua macho. Kama uko kwa kitanda na ni 5:30, you are lazy. Hakuna mwenye ataki kuoa. Wewe ni mwanamke wa aina gani? Wewe ni mwanamke wa saa ngapi? Sasa nashindwa. Wanaweza niua basi juu. Sasa nashindwa kama ni vyombo. By saa 3 nitakuwa nimeosha. Okay. Juu hata ukiosha vyombo hiyo 5:30 asubuhi za breakfast bado utaosha. Sasa mimi niko nangoja nioshe zote once. Naoshi once uamke. At least akue tu anakuona ukipita tu. Isikue ati uko kwa kitanda na yeye ameamka. Yeah, but then she wakes up so early. Hata 4:20 anaweza amka. Kwani alilala saa ngapi? Unajua mimi sijui sasa na yeye ni wale watu akitulia mahali ni juu aliamka mapema. Yes, sasa kuamka mapema yake it is normal to her. Okay. Sasa if you're not waking up, you are lazy. Mwanamke wa aina gani? Sasa kiamsha mfanyikazi anaanza, si nilikuambia
si unaona hatakangi kufanya kitu muone ni kulala tu na kulea mtoto wake, hakuna kitu kingine kukula. Hakuna kitu kingine anafanyanga. Sasa kwanza usipoenda shamba umemaliza, wewe unashinda kazi ni kula tu na kulala. Just hata lunch time anataka mshinde hapo. Ile vile unaonanga mtu akimaliza lunch msemacha niende nijekelee before saa 9. Hebu kutoka hiyo kitanda utasema unafanya nini mchana? Mimi huku ni kwangu, mimi nalala. Ndio ndio alikuwa hata ukipata hiyo kazi wewe najua vile unapenda kulala utaamka. Nikamwambia babangu vile babangu alikuja nikamwambia according to vile naona vile kunaenda hapa si kuzuri, mimi sisikii nikiwa sawa. Mentally I'm struggling with a lot of things na sioni kama niko sawa. Na nikamwambia actually nikiwa sasa kwa ndani nilikuwa napigia babangu namwambia mimi siko sawa, ananiambia juu nilimwambia hata niliambiwa nitafanywa kitu ni regret maisha yangu, atakaniambia I'd rather have a divorced daughter than a dead daughter. Sasa vile nena nyumbani na kumeanza kusambaratika kila kitu. It's not okay. Babangu akaniambia vumilia kwa sababu mtoto ako karibu kwenda shule. Akifika mwaka ya kwenda shule unaweza mpeleka shule. Actually nilipeleka mtoto wangu before afike hata 3 years shule. Alikuwa 2.9 hapo. Okay. Kampeleka shule. Ndio tushaka niambia bado ni mapema lakini tu ni sawa muacha azoe. Uzuri the school that I took him iko tu hapo karibu and they had means of transport. So mtoto tu ni kwenda kuchukua kwa barabara na kumpeleka asubuhi. Sasa nikamwambia mamangu mtoto ameenda shule naweza enda kutafuta kazi. Akaniuliza nani atakuwa anaendea mtoto wako shule? Unaenda kutafuta kazi alafu mtoto atakuwa anaendewa na nani? Nikamwambia nikipata job we can look for a house help. Akaniambia hakuna. Utafute kazi ukiwa hapa ndio nikitafuta hiyo house help uko umeanza kazi. Wacha nitafute job kwa simu. Job inakukujanga kwa simu. Kitakuramba. Nakwambia unatuma hizo LinkedIn unaingia unatuma CV unatuma sijui cover letter. Unfortunately tu unakutana nazo. Okay. Unfortunately. Na hizo message ni uchungu kufungua. Ukifungua unasikia tu kai. The moment umetuma application letter unakonga akitu sinipate. Unapata kimekuramba. Akitu sinipate aki Mungu, aki pia aki jameni. I have done this so many times na sipati. Si tu iko ni bahati yangu. Unfortunately zikakuwa mingi. I gave up. Na mimi I give up so fast. Okay. Mimi mtu aku give up haraka. Na hiyo ni one of my sijui nitasema nini. Sijui niko tu hivyo I give up so fast. So mtoto akaenda shule, playgroup, PP1. Hiyo time babangu ndo alikuwa anamlipia fees. And it was affordable. To playgroup, PP1, playgroup we were paying 1,000 bob. It is hiyo shule ni sponsored by Kengen. So you only pay for feeding program. Hizo zingine alafu ununue tu vitabu. Wewe bora umeleta mtoto shule. Okay. So babangu alikuwa analipa because he knows sina job. Sasa babangu anajua sina kazi. Alikuwa ananilipia mtoto fees. Okay. Mtoto akasoma vizuri the first 3 years mpaka PP2. So akiwa PP2 nikamata boyfriend. Yule mwingine mliachana kabisa? Tuliachana. Ni ile tunaongea tu once in a while lakini kumblock naye ni kwa wingi. Juu ukimwambia kuhusu mtoto hii na hii anakwambia atafanya but he won't do it. Kufanya. Wapi? Atafanya. Kwanza nakumbuka birthday ya mtoto ya miaka 3 alimwambia atambaya baiskeli. Sasa yako na miaka 6 hata wale hawajaiziona. So nikapata boyfriend. And now he was not working in Kenya. Alikuwa nje. And because actually mimi sikuwa nataka mtu mwenye ako huku. Cause sitaki hiyo interaction na mwanaume. And Joel niambia ayuko Kenya, nikasema why not? Cause it's a long distance. I'm still okay with the long distance. Mimi sina shida. So mimi nikakubali long distance yetu ikafanya kazi. Akakuja 2023.
Okay, he was not a stranger, tulikuwa tunasoma na yeye computer. Okay. Funny enough, vile tulikutana tukifanya computer, aliniambia bedhe siku moja utakuwa bibi yangu. Aya. So vile tulikuja tena tukarudiana huko mbele. Sasa computer ilikuwa 2015, tumekutana 2023. Kaona this was meant to be. Nikasema si ndio huyu mtu wangu wala, si Mungu amemleta. Nikamwambia tu actually it didn't take hata 3 days for me to say yes. And siku wanajua kama after nilisema yes, ndo aliniambia na ujue mimi si huko Kenya saa. I think alikuwa nadhani akiniambia before sitasema yes. Vile aliniambia unajua mimi siko Kenya, basi ndo nilisema heri hata shetani mwenye unajua kuliko malaika mwenye ujui. Mimi nikasema kwani iko nini twende nalo. And after all hata nimeshaona nimetoka kwa ndoa 2020, it's now 2023. I'm okay. Nikarudi tena kwa mapenzi. So he came in 2023, tukakutana. Alikuwa amekuja for only 1 month and then akarudi. Sasa vile alirudi akaniambia mtoto akimaliza PP2 mnaweza kuja Nairobi, akikuja grade 1 ndio sasa the next time nikikuja niwapate wapi? Nairobi. Isikue juu nitakuja katikati ya nini na unajua kuacha mtoto pia ni ngori. Hauna mtu wa kuachia. Huyo wako ni kama nini? Inaitwa handbag. Endanga tu naye kila mahali. Imefika hata yeye anajua, yeye hawezi kubali kubaki. Huyo mtoto akiamka hata usiku apate siko. Noma. Akaniambia sasa unaweza leta mtoto grade 1 huku, I will pay. In case kama utakuwa na kazi nitalipa. That is what I did. Mimi nikakuja 2025. Nilianza na 2025 ilianza na vishindo. Mimi naenda Nairobi. Mungu kaniuliza, unajua vile shule za Nairobi ni pesa mingi. Shule ya Nairobi ni expensive. Will you manage? Nikamwambia unashinda wewe ananiambia nini? Actually my dad didn't know kama ni boyfriend atakuwa analipa. My dad knew ni baba ya mtoto ndo atakuwa analipa. So kwanza na ule mtu vile yako atalipa. Are you sure? Nikamwambia mimi tukakuja Januari, mtoto akajoin shule. Nikaanza sasa ikakuwa it's like mimi kwanza nature yangu ni naogopanga kuitisha mtu pesa. Sasa naogopa kuambia ako wapi sasa hiyo? Boyfriend. Ako Seychelles. Hajakuja bado. So mimi niko ile naogopa kumwambia fee ni pesa fulani. Actually tulikosana hiyo Januari. Na yeye? Mbona? Na anafaa alipe fee. Mmekosana juu ya nini tena na ni long distance? Juu sasa nilimwambia juu nataka kupeleka tujulisema utachukulia from nini grade 1. Now ameingia grade 1. Tufanye nini? Si uchangamke. Okay. Akaniambia kwanza baba mtoto anasema aje. Ala. Nikasema sasa nimerusha tena kwa baba mtoto. Ilibidi tu ni swalo ego nikampigia. Nikamwambia mimi nimeleta mtoto Nairobi. Ulisema utaki mtoto wako asome ushago kwanza. Nimeleta Nairobi sasa. Fee changamka. Roho venye mnageuzianga mtu. Na sasa hiyo ni mtu mwingine mlikuwa mmepanga na yeye. Lakini sasa yeye ndio baba mtoto. Lakini si bia tuko tumepanga na wewe. Yeye mwenyewe alikuwa na complain anasema hapendelei mtoto wake akisoma ushago. Anataka mtoto wake asome Nairobi. Nikamwambia sasa ulisema hivyo. Ndio huyu nimeleta grade 1 ndio hii sasa. Akalipa nusu. He sent me 7,000. Hiyo 7,000 ndio inanunue vitabu, inanunue uniform, ilipe fees. Kikaniramba bongo kaniambia, na ujue sasa mimi nimeosha mkono. Na yule mwingine? Huyo mwingine sasa after tume make vitu ndo alimalizia sasa fia first term. Akamalizia ya second term akalipa vizuri. Sasa sahi akakuja, he came in May. Akakuja May, tukakaa May, June, July ikienda kuisha. Si July sana hii. So unaongea kitu reason? Naongea kitu ya juzi hata I think it's 2 weeks ago. I'm heartbroken. Na ushakuja I'm heartbroken after at least ushakuja kumwanika.
tumeka 3 years. Actually July 22nd it was our 3 years anniversary. Okay. Sasa mimi nikamuuliza sasa rada umeamua aje tuta celebrate ama? Akanambia mimi sina pesa. Ala. Sina pesa ya ku celebrate anniversary. Pesa yenye niko nayo sasa ni ya ku process papers za kuenda next penye nataka kuenda. So unaona nilikuja nikatumia do, nilibuy land. Sasa sina do. And nikamwambia it's okay. Mimi nikachorea story. It was on a Sunday na anniversary for Tuesday. Tuesday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday hakuniongelesha. He called me on Wednesday asubuhi. Akaniambia can we talk? Nikamwambia hapana, at the moment hatuwezi meet jusi yuko home. Akaniambia ni sawa kukuja home, utaniambia kuzata kwao si mbali na kwetu. Tukajaribu. Nikamwambia Wednesday sita make juu hata mtoto alikuwa na eye problem. Nikamwambia jioni nitapeleka mtoto hosi. And you know ilikuwa imefika point just babongo anaona say if you can manage to pay a child's school fees you can also manage to feed him. And uwezi kula wewe na mtoto wako brother wako akose kukula. So nikakuwa ni kama mimi ndo na buy food. Okay, I'm not working but atakutumia dhao. Hiyo dhao ndo mnunue food. Mnunue sabuni, mnunue kila kitu yenye iko kwa nyumba. Na hiyo wiki hataki stories zingine. Sasa mimi pesa ikisha sinapigia boyfriend. Namwambia kuko hivi na hivi hatuna do ya sapa. Anatuma. Akaniambia sasa Thursday. Nikamtext, actually mimi ndo nilimtext asubuhi nikamwambia can we sasa juu sasa mtoto ameenda shule naweza kuja hata to meet basi tuongee. Vile nilienda to meet niliambiwa by the way mimi nataka break. Okay. I want a break in this relationship because inaka wewe kazi tu ni kuitisha pesa. Hakuna kazi nyingine. Okay. And Makiu akiwa huko nje alikuwa ameniambia hata ukitafuta job ukose nikikaa tutaweka biashara hata nikienda nitabaki kwa business. Sasa vile tulienda kumeet nikamuuliza na story ya business ulisema aje? Akaniambia we si nilikwambia sina pesa. Nikatokwa hivyo. Yeah. Niliruka kipetero kiyesu. Nikaambiwa sasa maneno ya business yenye unasema business hakuna. Hata hiyo kuhama kwa alikuwa ameniambia nitakuhamisha uache kuishi na mzazi. Okay. Kuhama hakuna. Biashara forget about it. Na hata relationship yenyewe tunaachana. Okay, nikamuuliza is it like we are breaking up? Akaniambia it's not like we are breaking up. Nataka just I need a break because niko na pressure mingi, niko na vitu mingi kwa akili. I need a break. I didn't react. Mimi nilimwambia tu ni sawa. I was so heartbroken. Just akaniambia by then nimekwambia early enough ndio ujipange school fees ya mtoto ya next term. Nimekwambia mapema ndio isikue ninakwambia na school fees ni kesho. Nimekwambia mapema utafute school fees uko na a whole month to look for fees. Kama hivyo ndo umeamua it's okay. Mimi nikafanya nini? Nikarudi kwetu. Nikatandikwa na heartbreak. Hata nilikuwa nashindwa hadi kukula. Alafu nikashikwa na ile hasira. Ni ile hasira. Okay, mimi nimekuaga hivyo. Tuseme tu nimekuaga hivyo but nilikuwa nashikwa na ile hasira mingi nyadi napata na chapa mtoi. Ile ni aka kitu ndio kanafanya. So me say I'm not siuko mentally stable. Jota Kenya inanikula akili sana ni penye naenda kutoa school fees. Nikapiga Jota babake juzi before afunge on Monday. Ndio alikuwa ameitishwa snacks. Okay. Nikapigia snacks za sharing day. Nikapigia babake. Nilimtext actually. Nikamwambia nilimpigia picha hiyo diary vile tisha ameandika. Nikamwambia hapa vipi? Akaniambia nitakutumia do. We blue ticks. Hakutuma do. Nilibidi nimekopa do. Ninunulie mtoto snacks. Aende shule. Juu unajua pia mtoto mdogo ajikwambiwa hakuna. And it really pains my heart. Unajua pia kuitisha mzazi pesa at 28 year old pia wewe ni mzazi pia. Na bado unaitisha mzazi pesa kila wakati. So imefika point niko na babangu anajua huyu anajiweza si akona boyfriend. Sasa boyfriend mwenyewe maneno imeisha. Ni kweli. Alikuwa amenipromise biashara, it's no longer there.
Akaniambia we jipange tutajua huko mbele, tutarudiana huko mbele. When you learn how to look for money. Okay. When you learn how to look for your own money, ndio ujue pia kutoa pesa ya mtu kwa mfuko inakuwaga ni noma, ni uchungu. Ndio anasikia ka pinch. Kama tu ni sawa, I'm okay. We don't talk now. Though he told me we can be talking, lakini miss okay, kuna job alikuwa ameniambia ya a certain lady alikuwa amemwambia akipata mtu akaniambia akaniambia alikuwa amemwambilia mimi, but sasa juzi nikamuuliza sasa ule mama alisema aje, akaniambia bado haja communicate na mimi. But you can be looking for other jobs, si lazima rely on this one. Yeah. Okay. So mi kenye neza taka nini sahi, just a job. A job that will sustain me na nilipe school fees jameni. Hii back and forth imekuwa mingi. Unajua pia it pains me as a parent. Mtoto anakuja anakwambia mama nataka chipo and you can't afford. Si eti utake kumnunulia but huna. Mama nataka sijui nini and he comes crying. Inakuhit vibaya. It really pains me. Sasa hiyo naishi? Sasa naishi kwetu. I still stay at my dad's place. Uko Komarok. Oh, Koma. Yeah. Okay. So, hey we, pole kwa hiyo yote. Though hiyo inakuanga part of life. It is part of life. Ni part of life na lazima upitie vitu kaa hizo, lazima upitie heartbreak. So, kitu yenye hiyo nini, ndore mataka muno ni ule ukohota kuhandle undu ucio. Yeah. Na take. You see in life, maundu macio mekuo. Si unasikia Kikuyu? Sasa nasikia kabisa. Ndio kila mtu asikie. Nasikia. In career in life re. Yeah. Maundu macio mothe makoragwo mekuo na macemanagia na andu. Unaona? Heartbreak, rege kumenana na aciari kwaga wira, but sasa italingana na wewe venye utaweza kuapproach hiyo kitu ikikam. Kuna watu unapatanga maybe unapatwa na kitu kaa hiyo una over nini? Una explode, una overreact, nimeachwa. Nitajiua. You see? Mimi niko na shida kukula. Sikuwa actually since tangu hiyo siku tangu niambia I don't take breakfast. Nikikula breakfast nasikia tumbo inaniuma. I don't. But sasa mimi ujiuliza aje? Juu hata okay, unajua hata mimi si ati heartbreak but naweza jipata mahali kuna msi ameni heart lakini sio heartbreak ya mapenzi. Yeah. Unajua hata kuna kitu nafaa ujiulize. Yeye akiwa kaa yeye sasa yeye ako wapi? Ana feel the same venye una feel? Sasa unajua yeye ndo analeta hii story, maybe ako tu sawa. Na kama ako sawa mbona unajisumbua na mtu kama huyo? But sasa you loved this person. Na sasa kumeenda hivyo utafanya nini? Sasa hapo ndio unajitanga kama mkutano unasema ona korone gwathi uguo ri maya no maundu maria makoraga andu no na ni magora na no nginya ndiyumiririe because I have to overcome. Sitakufa juu ya hii, juu ya heartbreak, sitakufa juu ya kuachwa na mwanaume, sitajitesa. I have to overcome. No gakora niwe kati no get back to your normal life. Tondu ugitikira maundu magukuage moka. Hey, maundu katari maingi muno ugucemania namo. Ugucemania na maundu maingi muhuro uyu wario riu tiga mupenzi. O andu a kawaida. Ona ndio ugakora ni taru uguretha wira ugakora mundu ni agupromise ka wira uguo na akagwita haha ugoka. Kuna mahali niliitwa nikaambiwa manager anataka kuwatch watu waki have sex. Mimi ni have sex na mtu mwingine. Manager akayapo atuangalie ati hiyo ni fetish. Ni kazi gani? Ilikuwa kazi ya supermarket. Kwani unalipa pesa ngapi? 22,000. Na sasa unatafuta mtu mwenye mtahave na yeye ama ni yeye anakutafutia? Yeye ndo atatafuta. Atajua aje? Mimi nikuje tu, bora nimeleta mwili. Unajua aje kama anataka ku have sex wewe? Si utajipanga ukifika hapo si utahave. That is immorality. Hivyo ndo alini. Na sasa si kazi kama hiyo inafaa iexposiwe, place kama hii tu expose ijulikane ndio aache kunini watu. So what I was saying, hata saa hizi mtu anaweza kupromise job na hata akuite but at the end of the day upate hata labda ni kukudanganya, alikuwa anakudanganya. Sio msee atakuwa amekuhata mbaya sana because that was your only option yenye ulikuwa nayo. Utafanya nini? Si uta move on. So modo ni maigemo na ushamania namo.
no riu undu uria mwega ni kumenyaga wacemania no nduri ukagiaga na njira njega ya ku approach na ku handle nona ile wathi okorwo ta mwana taru tondu we muciari mwana ucio waku nake no eke undu akuhat what will you do utaua mtoto utafanya nini? Mimi nashikonga na kiasira okay, sitasema mimi ni mtu perfect. Nashikonga na asira saimo napata nimeslap huyo mtoto vibaya mpaka nikikaa chini na tena narudi na regret, nasema guy mbona sasa nimekachapa. Sasa imefika point unapata mtoto anakuitisha kitu uko na asira juu huna hiyo pesa umefuliza imefika mwisho hata ime-expire. So it's crazy. Udurio ndirakwira ni riri no wagirirwo korwo ru we miaka ire wina yo ri we muciari na we mundu mugima no nginyo menye atiriri kwina andu mara depend on you mtoto wako na no nginyo menye uria ku approach maundu mothe wakorwo tari na rent ukamenya atiriri ndiri na rent na tini wa mbere kwa rent but I have to overcome another thing taru no na riria wakorwo ukionia mwana waku hasira ta icio no mu subject to rejection tondu wewe muciari unaona na rejection ndio yabagia na njira ingi yabagia na njira yo tu hivyo tu wakora wewe ta muciari ire mwana ni agwitia kindu na no kaundu kanini ekagugwitia ungithie riu wambie gwika utambite gwiciria ni ukora ni weka giko kiuru no amuhura na mahasira na no amuikiria ciugo ciugo icio ri we muciari kwira mwana ciugo ta icio ni undu muru muno tondu mwana ucio undu ucio wa mwira ri ciugo cia muciari cie hinya riu wewe ngai yake rihe mwana ucio by the lazima ujue hivyo me as a parent huyu mtoto nini ni ngai yake ri na ndina authority iguru riake ugu undu wothe ndera mwana uyu ndi murakaruka na ndamwika he kindu rahanda thiini wake na umenye mwana ucio waku ndona ni munene utiri undu ataramenya maundu maria mothe ureka mwana ucio tha ici no iguo uraririkana maundu maria waririkanaga we munini nginya wathamagio thukuru sasa yeye ana keep record unajua huo he handu akarugama ugi atiriri mami niwe wambirie kuhura anjikaga yusi uguo ni wega ukahota undu wothe wa gukora yusi na ni rego njugaga ona tha icio ukiuka unguthe ndita mundu ni njagirirwo kumenya uria nguhandle undu ucio menye atiriri ingioya cume no nguthe muiritu uyu no ndimurage thie njera ungikorwo ungiamba gwicokanire na gwi decompose ri no ukore maundu mothe ni urihotaga kuhandle wega mwana akurakaria ukamenya atiriri uyu no mwana tena imagine uyu ni mtoto na akona akili za kiutoto ni mwana na ndimutuagira tondu no nditwana ni nyuna ni geka undu ngona gaka nguringa no rukona atiri ngai haka nduni katoto sasa hata unakagongea nini you see so ungikorwo hana uguo ri na we yaragirio nawe mwenyewe tondu maundu mamwe ona ndugeterere guthondekwo ni mundu we ni mwenyewe ni we ungithondeka na ni we ungithondekera okorwo hihi ni mundu rumeta ucio ri akorwo ni uga ni anogio ni weri ndungithi hau ru gwetu ati uria ndiranogio ni we wanze kumlilia ni no gwendete ndukende gukorwo i mundu desperate because hindi ria ngai atumbire ithuothe ri o mundu ni ombirwo na reason na we nduombirwo niguo dependage na mundu ucio God alikuumba agikuhe potential na capability yaku uguo kwi maundu maria ungihota gwika no hote kwirugamia no hote kurora mwana waku na kumuthomithia you see na no opportunity urafatara na opportunity icio no ngai uheanaga undu ungi wigie mamwanyu ri mwanyu ndukamumene na ndukamutwire aciari ringi ri ni makoragwo mahana uguo tondu nyona ringi ni nyonaga aciari twa hau kabere ri ni kuringanaga ona no uria marerirwo nona na aciari acio uria marerirwo tondu matingihota ku adapt maisha maria mekuo tha ici ni ugukora ni arahuthira ka dictatorship kau arerirwo nako no anyita taru na baba itu ni ari dictator gwitu giathire tuko no kuingatwo ati umetoka Nairobi umefika usiku umekuja kwa nani wewe you see ruko de mundu wa kuga baba ajigata kiki ndikamwariria no ni ndina wana tondu rungi mundu ucio arerirwo uguo no guo riu ndungihota kumuruta maundu-ini macio so uta have to tena we ni we uko kwake agakorwo ndurenda guikara uria gwake kuhana toka uende ukaishi kwako ruona mamu wanyu maundu macio mothe hihi areka ri na nyingi magika uguo matikoragwo ringi mena uru ukoraga mundu ucio he wants the best from you ona ringi wakora agikwira ukire tha 11 ri no ko ni arona atiriri miritu ndamwitikiria gukoma ri ni akuingirio ni roho woguta reke
na tondu we no guareretwo ri nona kaundu kau ru arenda gukarehe areci ni gakwa harime nona but sasa wewe najua kutalea mtoto wako hivyo tondu ru ere turi ri ringi ni urona maundu mwana uri ukumuhandu ugo yusi so ni wega ona ukuma understandaga maundu ni mothe tondu ni muciari na muciari ni wa bata muno muturire waku ne na authority nene muno igo muciari no akurumio tore ururaga nona uguo na riria ringi wona agika maundu macio ri try to come understand na we tondu urio muiritu munini ri miaka yo wina yo ri ndukone to luzete ndukone ta ringi we haria hatagirire andu aingi riu miaka yo no yo koraga makigerera maundu ta macio ragerera no riu he miaka ria nyingi gikinya ugakora Ngai ni agukuhingurira njira nona na no ambia kuona maundu mega wakora nginya miaka ria ndonete mathina ri nisha recover kila kitu watu wengi unapatanga mtu anafika age kama hiyo anaanza ku lose hope sina job sina nini niko na mtoto ukoona riu we ni wakinya mwisho but ungirora miaka ria utigitie gwikara muhuro wa wari ni mingi muno na maundu maria hihi we ukorwo ugiciria urenda ku achieve ri ureciria makoriro uguo matikoriro uguo Ngai ni akameke atia makinyanire so ndugakue ngoro na hanini na riu no wega ukimenyagirira andu especially arume true arume tugane nyamu mudrume na bata nawe ndegecirie he kiundu atangikwirira ucio na akwirire school fees ni no kwirire maundu manene yo make aliambia school fees jalijo that is the only thing that inani bas mathiaga uguo actually mudrume taru no na we taru ike mudrume angienda gukuwini na mwana ta ucio ni very easy ni kwamba gukuonia ni yendete mwana waku bas ngamugurira kamuthiki ni kambia cigana 6500 imagine gakagura riu wono uguo kamenya bas anampenda gacoka ngamurehagira tu snacks goka urora mundu agakuhuthira mieri igana ona agacoka agathie you see so no nginya ukorwo very keen na very careful ndugagithie nyingi ukore nyingi no wagwa mutego-ini ungi nyingi no heartbreak wo na wagwa mutego-ini ni njugaga mundu ina bata nawe na mundu ina bata na gusetwa nawe ri ndagigerera tu shortcut tumwe nona na ne akugia na wetereri na no athie nginya thogora wa maundu maingi muno to thogora wa ukakugura kamuithikire hau atina kurega school fees you see so hau ni ukondo onawe ndu ukimenyerere no menyo ria uikara ni gukwira uheane namba yaku ya thimu haha undu ngikorwo na opportunity ya wira ri ni vitu wakuhe ni heana namba ya thimu namba yangu ni 0705 528 102 cokera ringi na uge marito maku ma ID 0705 528 102 Caroline Muli yeah wow thank you muno Caroline ukamake muturire ukoragwo hana wega no ni njuga wega no guikara kwa Ngai na kumenyithagia maundu mothe tondu no yo giguthondekera muturire gutiri mundu ungi ugiguthondekera muturire sema mimi imefika point hata siendangi church kwa nini I just gave up with everything church imekukosea na nini sijui niko tu I only kama si mali naenda kutafuta kazi niko kwa nyumba ndari wiro cio no kwanza I don't know niko na shida tondu no wahena namba yaku ya thimu ri ni ngwenda tondu turiona andu hegireru guku mangihota gukwariria he handu mundu akinyaga ejiteo kaigwa ni urabatara ona kwaririo na ni ukoraga no waheo ciugo cigana cia guteithia na cigatuma uthie na mbere etiguo na najua God had a great way kupitia hii platform na tukuona njira etiguo wacha tu tuachie God na ni jino gutangia gututumira andu haha sindio so God bless you so much we love you so much mugena ihinda riega asanteni sana mwiroreri wakwa na muthikiriria wakwa nguririkanie ati ungikorwo wi hau na no wende gutujoini uhoro-ini wigie guthoma production video editing video shooting maundu macio mothe twina courses njega muno guku gwitu na we muciari ngwire na nguririkanie ati ndukerira warehe mwana waku guku kana ona akorwo wi mundu mugima tondu ino ni kothi ya andu othe so tukagufundithia video production na ningwiraga mwana waku ukaguku ni tukuhota kumuguide wega muno undu nginya angihota kwambiriria undu wake no undu ucio guthomera tumuonie kuhuthira camera gushoot video kuedit gwika content enda gutwika content creator na ona angienda guthoma full course ya video production
atuike producer mukari muno, atuike video director, atuike movie director. Maundu macio mothe ni turaheana na equipment citu kana machine citu ni cia kirathi kia iguru muno. Uguo angikorwo wi hau wina mwanake waku, wina muiritu waku, we mwenyewe no wende kulani maundu macio, no utucerere guku studio ni citu na ni nguheana namba ya thimu. Oho ungikorwo hihi no wende gwika maundu ta DJing, no tukuhe kothio ya DJ. Aikorwo no wende guthomera DJ, we are offering that course. Oho twina undu ungi mwega muno na gitumi kiria giatumire ngorwo ngihe andu courses ici ni kothi ire ndirona ati mwanake kana student kana youth no oke na ambiririe eke kothi iyo na ahote guthi kwiyandika. Ti ati aguka eke undu ucio acoke athie na kwambia guzubana ku mtaani ndari wira ati agietha wira. Aca maya ni maundu mari ungika na immediately wauma haha ukorwo we ni weyandika wira. Na maundu maya by the way mena demand muno. Tondu na student ingi aria mathomete guko about production right now, I know they are working somewhere. No na angikorwo we hau we no wende any video producer, just call us. Nitugukulifaira mundu mwega, mundu professional, mundu raruta wira wega. Oho undu ungi mwega muno ndina ndironire no tukorwo tukiteithia bado erori itu naguo kana youth aitu naguo. Aikorwo we hau by the way no wende guthomera ohoro wigie baking, wende kurugaga keki, no thiu kumenya kuruga keki, no thiu hingure handu ha kurugagira andu keki. Maundu macio mothe no tugufundithirie guku gwitu. Wewe moyuthi, wewe mutumia uguo wende kurugagira andu keki cio hiki, wende kurugagira andu cupcakes, maundu macio mothe na ni maundu maria ungiuka uthome na wiki temwe kana wiki igiri na next week ukorwo no wambiririe undu waku urakurehera mbeca. Undu uria gwika no gutuhurira thimu ino na thimu ino 0724 333313 0724 333313. Ngai amurathime muno, ni tumwendete muno. Asanteni sana.